Sabila. Ba. Ndio dokta. Habari. Mimi nashukuru. Sijui mgonjwa wangu anaendelea. Mgonjwa wako hali yake sio nzuri kwa kweli. Maana vipimo vimeonyesha kuwa ana shida kwenye figo zake zote mbili. Dokta, figo tena? Yes. Lakini uwezekano wa kupona si upo. Akarudi katika hali yake. Kwa sisi hatuwezi. Isipokuwa kama utahitaji mume wako akae sawa, itabidi tumfanye mpako msafirisha mpeleke nje ya nchi. Yaani unaposema kwamba hapa haitowezekana unamaanisha nini dokta? Mbona mimi nakuamini sana. Mimi nakuamini dokta. Hebu fanya kila linalowezekana mume wangu apone. Ni kweli unaniamini ndio maana mgonjwa umemleta hapa. Lakini hatuna vifaa vyenye uwezo wa kutibu tatizo lake. Kwa hivyo utakulazimu tu kumpeleke nje ili mradi akafanye matibabu. Kuna uwezekano wa kufanya chochote tu kile ambacho unaona kimi nikifanya wewe mtu utakuwa sawa na kuomba. Yaani sina mwanzo unamwona huyo alilala hapo kitandani ndio mimi namtegemea. Alafu ndo kutatokea kitu kwangu. Dokta, mimi niko tayari kufanya chochote kile ambacho unahisi ukiniambia mimi naweza nikafanya ili tu mume wangu awe sawa. Mimi ndo mtu pekee ambaye natakiwa nione mume wangu anakuwa sawa. Dokta, hebu fanya kila linalowezekana. Ni kweli, lakini Sabila, sio kwamba nataka kukusaidia. Isipokuwa vifaa tulivyonavyo havina uwezo wa kutibu tatizo lake. Kwa hiyo itakulazimu tumpeleke nje. Dokta, wewe unajui. Huyu ndo faraja yangu. Mimi naenda kwa mimi ndani. Cha msingi au usipotaka kufanya Dokta, mimi sina kukaa naye, sina. Subira, mimi naenda kuwaje sasa? Dokta, sawa, hebu ngoja nione nafanyaje ili mume wangu anaweza akapona. Sawa. Safari ndefu, kimya kinanizunguka, moyo wangu unatafuta mwanga. Njia ndefu, macho yamechoka. Wewe mwanaume gani unajua hata mwanamke? Umekana bi mkubwa wewe, haya ukasema mtu wake ana matatizo. Umenioa mimi. Mpaka leo hamna chochote kinachoeleweka. Kati ya wanaume na mwanaume. Hebu tupishe setu la. Wewe unatoka kunishauri mimi kuhusu ndoa yangu. Wewe unakuja kunishauri mimi jinsi gani niishi na familia yangu. Ndio malipo ambayo mimi nistahili kuyapata kwa sasa. Nachogopa. Usikwambie kati ya wanaume.
kutokea kichaka. Ugonjwa unaokuwa nao ni mkubwa, na kitu ambacho kimenifanya nisiwe na nguvu ni pale daktari aliponiambia haiwezekani kutibiwa kiroho. Anatakiwa kutibiwa nje ya nchi. Na gharama anahitaji ni kubwa. Ni shilingi ngapi kasema? Milioni 50. Kwa nini dada tusiuze hii nyumba ili tuweze kumtibia kaka? Okay, samani. Ninaomba niwaache muendelee na kikao. Unamaanisha huna chochote cha kuchangia katika hili? No, hapana. Nadhani mawasiliano yapo. Kama utakuwa na chochote usipandishe kupitia simu. Sawa. Mimi bado niko pale pale kwenye msimamo wangu. Naona bora tuuze nyumba tukamtibie kaka. Hivi Lissu, ushajifikiria iko unachozungumza? Wazo wako sawa zuri. Tutauza hii nyumba. Ikitokea Razaki amefariki hata uko nje hajafa, tutaishi maisha gani? Mimi nilitegemea labda utaniambia dada, tuchukue nyaraka, karatasi, tuende kwa viongozi wa dini, makanisani, labda misikitini, viongozi wa serikali waweze kutusaidia, ndugu yetu apone, eti tuuze nyumba. Hapana. Mimi sikubaliani na wazo lako. Labda nikwambie kitu kimoja. Hii nyumba haiwezi kuuzwa. Tushauza nyumba. Razaki amefariki. Hivi ushawaza tunaishi maisha gani? Umelifikiria hilo? Siko tayari. Siko tayari kuona naishi maisha ya kimaskini kama maisha ya wifi yako. Siko tayari. Sisikina mwazini wala la mnajiswala. Hii nyumba haiuzwi. Na hakuna yoyote wa kupinga maamuzi yangu. Nimechoka. Ndoto zangu ziko mbali sana, lakini moyo hausiti kuota. Kila hatua ni kama mzigo, kila pumzi ni hadithi nzito.
Nimeamua niende nyumbani kwa sababu nimeshindwa kutimiza furaha yangu. Sasa unawezaje kutoka ndani na ukatoka nje ya nyumba yako bila mimi kufahamu? Nilijua hata usiponikuta usingejali wala kuhofia chochote, kwa sababu umekuwa ukifanya hivyo mara kwa mara. Wewe mke wangu, na sheria ya ndoa, sheria ya dini yetu inasema wewe uruhusiwi kutoka ndani. Na ukizingatia huu muda unasikia watu kwa nakimu wanataka kuswali. Na ndio mida hii ya kuswali. Wewe unatoka unaondoka haya. Hii maana yake nini? Ni kweli. Lakini ninachokihitaji kutoka kwako ni wewe na furaha. Na nimegundua kwamba mimi siwezi kutimiza furaha yako. Na nikamwambia Mungu, na ninachokihitaji ni furaha ya moyo wangu. Kama mimi ndio kikwazo cha mama wangu kutokuwa na furaha, basi ni bora mimi nitoke ili niweze kuwa na furaha. Hizi nikwambie kitu. Makosa yameumbwa. Na makosa yameumbwa kwa niaba ya kufanya. Na wafanyaji ni sisi binadamu. Kama mitume yenyewe ya Mungu vipenzi vyake vilikosea, mimi nani nisikosee? Mkamilifu ni Mungu peke yake. Na ndio maana sisi tunafanya makosa, tunasameheana. Sasa mimi toka nikuoe ushafanya makosa mengi makubwa. Mbona sijachukua hatua yoyote mbaya? Juzi mwenyewe umeshuhudia, tumedondoka kikombe juu ya kabati, tumekuja kimepiga chupa chai, chupa imevunjika. Haya, chupa ilikuwa na makosa gani? Mimi naomba tu nisamehe kwa vile vyote ambavyo mimi nilishafanya. Sasa hivi nimejutia na nimejua nilikuwa nimekosea mke wangu. Lakini sasa hivi nakiri kwako, mimi mkosefu, naomba unisamehe. Nimechoka nao. Nimechoka kukumbushwa kila siku mimi ni nani. Nimechoka kuitwa mgumba kila siku. Nimechoka kuumizwa. Moyo wangu umeshindwa kustahimili na kuvumilia kejeli zako na dharau zako. Vipigo pia. Hivyo nimefanya maamuzi ya kuondoka. Mimi yote nimesamehe, usiseme hivyo. Mimi haya ugumba yote nimesamehe. Kwani hata mimi nilishawahi kuoa kama nilivyokuambia, na mtoto nilikuwa naye, lakini Mungu tu hakupenda mimi nipe baba. Sasa hata wewe unaweza kuzaa watoto 4 5 na Mungu bado wote akawachukua. Kwa hiyo hii mingine mipango ya Mungu tu, tusizungumzie sana. Mimi niseme tunaomba nisamehe, nimekosa mke wangu. Unaweza ukawa bora kwangu baada ya kuoa. Lakini mateso ya vipigo na kukumbushwa mimi ni nani tutarudi pale pale. Kutokana na kwamba bado sijana uwezo wa kukupa. Bado sijana uwezo wa kukupa mtoto. Hivyo nahitaji kuwa na furaha. Acha begi wangu. Safari ndefu, kimya kinanizunguka, moyo wangu unatafuta mwanga. Natembea safari ya ndefu, kimya kinanizunguka, moyo wangu unatafuta mwanga. Natembea peke yangu. Wewe unataka nini? Una kwani? Unang'ang'ania hapo nyumbani kwenu. Alafu mimi sina hela ya kumweka mtu hela. Mume wako yuko huko hospitali. Muda wote injini inazimika. Lakini wewe umeng'ang'ana hapa. Unataka nini? Unataka urithi? Hapa hakuna cha kurithi binti, uondoke hata na kijiko. Hata seusi ya unga huwezi kuondoka nayo. Lakini umeng'ang'ania, ng'ang'ani. Binti unang'ang'ana kama roba kwenye mwili wa binadamu, atoki mpaka awe damu ndo wewe. Yaani hapo unataka uhakikisha mpaka lazima amekufa urithi. Utarithi nini? Hii nyumba iko nyumbani kwenu. Uwe kijijini, uwe kwa
hainihusu. Huko ndo nyumbani kwenu ulipozaliwa, hapa sio kwenu. Kuna mwanga nitaushika. Koma tena, unikome ninapofanya maamuzi yangu, usiende kuniingilia. Na kama unampenda sana, basi nawe tuchukue mabegi yako muondoke kwa pamoja, sawa? Tuna mapenzi naye huyu mbwa huyu. Sikiza nikwambie, yaani sikiza nikwambie, naomba unisikize kwa makini, iwe akilini kwako. Usije ukakanyaga tena humu ndani, yaani usije ukaingiza hizo kwato zako. Nitakuja kukufanya hutokuja kuamini, utashangaa. Na tena nitashangaza ulimwengu mzima, sio kukushangaza wewe tu ndio kufanyia, nitashangaza ulimwengu mzima. Naondoka na nyanyua mguu wangu. Nikikukuta binti, utajuta. Tena utajuta zaidi ya kujuta yenyewe. Nadhani umenielewa. Tena umenielewa kwa makini. Uondoke tu kijijini kwenu. Hapa kuhusu. Lazaki uko huko. Kama unampenda sana mumeo, basi nenda mkakae hospitali wote. Akifa na hapa inaye mchwali. Kwa ndawazimu na mimi. Safari ndefu, kimya kinanizunguka, moyo wangu unatafuta mwanga, natembea peke yangu gizani, njia ndefu, macho yamechoka, ndoto zangu ziko mbali sana, lakini moyo hausiti kuota. Kila hatua ni kama mzigo, kila pumzi ni hadithi nzito, lakini ndani kuna sauti inaniambia